Baada ya nyoka kuruka vuu, kapotea nikiwa naangalia. Alafu tukumbuka tulikuwa katika kile chumba cha mganga, yani karuka sasa, yani akapotea akapitiliza kwenye ukuta, hamna tobo hamna nini. Hayo ni mambo ambayo ninayaona bila ya chenga hivi na macho yangu. Baada ya kupotea, mganga ananirudia mimi, anasema kwa haya yaliyofanyika hapa katika timu yenu ya watu 20 mlioichukua hiyo maiti, mlijua maiti kuileta hapa, lazima mmoja wenu atofika salama nyumbani, ataondoka duniani. Ndiyo kafara ya hili jambo, ndiyo lazima litokee hivyo, kwa sababu ni kwamba mmebeba kitu ambacho mlikuwa hamstahili kubeba. Kwanza hata kufika salama ni maajabu ya Mungu mwenyewe tu, lakini ilitakiwa gari ipinduke, mfe na wengine wavunjike. Sasa nawaambia lazima mmoja wenu waondoke, ndicho kinachoonekana hapa. Nikamwambia sasa mimi ala nafsi yangu hapo, namwambia mganga, sasa kwanza nilikuwa naomba katika hao watakaondoka mimi nisiwepo, naomba hao 19 wa nje basi ndio mmoja wapo waondoke. Akasema sio mimi ninayemuondoa mtu, jambo ambalo tumelifanya kuondosha ile maiti, na maana ni lazima itokee maiti nyingine katika nyinyi mlioibeba, alafu hiyo maiti ndio ikazikwe, ndio usalama wenu. Na hilo litatokea wakati mnaondoka tu hapa. Kuanzia hapa kuna mtu atagongwa na nyoka, ama mtapinduka atakufa mtu mmoja.